picha ya namna kule mbele kutakavyokuwa. Moja ya maono ambayo Zakayo alikuwa nayo alikuwa ni kutaka kumuona Yesu. Nje ya kuwa mfupi, nje ya kuwa mkuu, bado alikuwa na maono mengine, anataka kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Haya maono ya Zakayo hayakuwa rahisi kwake. Kulikuwa na kizuizi kinachozuia maono yake. Maono anayo na maono alivyokuwa nayo, lakini haya maono yakakumbana na hiyo changamoto ya kwanza. Akaanza anataka kuyatekeleza maono yake, anakuta umati mkubwa wa watu, wingi wa watu. Kila akitaka kupita watu wamesahau kwamba yule ni tajiri, hamna anayempisha. Kwa bahati mbaya pale kwenye ule umati wa watu waliokuwa wakimzingira Yesu, kila mtu alikuwa na nia ya kumuona, na kila mtu alikuwa na mambo yake. Kwa sababu hiyo kipindi anataka apite kwa cheo cha ofisi, anakuta anazuiliwa. Alipoona kizuizi, alipoona changamoto, akaamua atafute mkakati mwingine wa kutimiza maono yake. Mkakati wa kwanza alipokuwa na maono, akaamua kuyatekeleza yale maono yake kwa kwenda tu amuone Yesu. Alipoona imekuwa ngumu, inabidi atafakari mkakati mwingine wa kutimiza maono yake. Hii ndio changamoto wakati mwingine ambayo Wakristo wanakutana nayo. Anaweka kabisa na maono ya kufanya kitu hiki, akikutana na changamoto anabadilisha na maono. Hiki unachofanya una maono nacho au cha kusukuma siku? Kwa usibadili maono, usibadili kile Mungu alichoweka ndani yako, ambacho unasikia kwamba Mungu ameweka hiki, usibadili. Kwa sababu ya nini? Ya changamoto. Changamoto zisikufanye ukatengeneza mfumo mwingine wa kuishi. Kwa sababu huo mfumo wa kuishi, kama una maono nayo, manake utakufanya unaishi, utaishi kweli, lakini hautaenda kama ungeafuata yale maono yako. Amen. Ndugu yetu hapa Zakayo alikuwa na picha kule mbele kutakavyokuwa baada ya kumuona nani? Yesu. Kwa hiyo hakusema sasa kama vile nimeshindwa kumuona Yesu, niendelee na kazi yangu, niendelee na maisha yangu. Akaamua kutafuta mbinu nyingine ili mradi afikie nini? Maono yake. Kwa ni kitu ambacho kinashtusha taifa. Maafisa wengine, maaskari ambao wako wa kuwalinda, maana huyu ni afisa, lazima kutakuwa na walinzi na watu waliomzunguka. Kinawashtusha kwamba inakuaje anachalaza mbio. Kwa lugha nyepesi, lilikuwa ni jambo la aibu na fedheha kwa yeye kuchalaza mbio. Lakini alijali. Yeye alichoangalia ni maono yangu yanatimia, bila kumkwaza, kumuumiza mwingine, natimiza haya maono. Maono yako ambayo uliacha kwa sababu ya ugumu wa changamoto yakafufuka leo kwa jina la Yesu. Maono yako ambayo ulikuwa nayo, ambayo uliaseti, kuna mahali unaenda lakini ugumu ukakufanya uyaache, leo yakainuke kwa jina la Yesu. Mungu akupe ufunuo mwingine wa kuyatimiza kwa jina la Yesu. Mungu akupe ufunuo mwingine wa kutimiza kwa jina la Yesu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kama ilivyokuwa kwa Zakayo, inaweza kuwa kwako leo. Kama ilivyokuwa kwa Zakayo, inaweza kuwa kwenye familia yako leo. Wewe ni kuinua imani, kutokurudi nyuma. Kumbuka, vizuizi lazima havikosi. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa usisahau. Unapopambania kufikia hatima fulani, malengo fulani, unapopambania uione amani kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye uchumi, ili uone kuinuliwa maeneo mbalimbali, unaweza ukaona upinzani wa kila namna. Lakini fanya jambo moja, mshikilie huyu Yesu. Na Yesu